Pacha, baada ya kutambulisha wachezaji wa Simba, watu wakawa wanasubiria pre-season iishe, tutazame ligi wachezaji je wapo, lakini Sekafa Kagame Cup ni kama ameibua baadhi ya mazito kuhusiana na hao wachezaji. Ibrahim Dumbia anazungumzwa sana mtandaoni baada ya kukosa clear chance mbili 1v1s. Pengine tuzungumze, ndo mchezaji ndo tayari kiwango chake ndio kile au tusubirie tumpe muda? Huyu anaitwa Ibrahim Dumbia. Huyu ni mshambuliaji ametoka kwenye ligi kuu ya Mali. Waambie mashabiki wote, ngoja tumuelezee mchezaji. Huyu ametoka kwenye timu ambayo kwenye ligi ambayo ya Pro Orange. Hii ni ligi 1 ya Mali. Sofa ni mchezaji ambaye kwenye timu yake ile ilikopo nafasi ya 7 katika timu 14. Ni mshambuliaji ambaye unaweza kuona kwenye timu yake yeye ndio most valuable player. Ni mchezaji mwenye thamani kubwa. Alkazalika huyu mchezaji amefunga magoli 17, ana assist 6. Ni mchezaji ambaye amechangia kiwango kikubwa katika timu yake. Ni mchezaji mwenye thamani kwenye hiyo timu yake ambayo iko nafasi ya 7. Huyu mchezaji ukimwangalia ni mchezaji ambaye yupo zaidi kwenye kutengenezewa nafasi. Useme kwamba ni central forward. Huyu anatumia mguu wa kulia. Huyu unapomwekea nafasi, unapokea mpira kwenye nafasi, ni finisher mzuri. Anaweza akafunga, ana target. Ni mshambuliaji ambaye hutumia zaidi mwili wake. Anaweza kupambana vizuri na mabeki. Lakini huyu mchezaji vile vile ana madhaifu yake. Huyu sio forward yule ambaye tuseme aliyekamilika. Huyu ni forward ambaye anategemea zaidi kulishwa. Hususan viungo ambao anatakiwa azungukwe na viungo ambao wenye ubunifu mkubwa, wenye creativity. Ukiangalia kwenye timu yetu ya Simba kuna wachezaji wengi ambao wana ubora huo wa kumtengenezea nafasi. Huyu Chama anatengeneza, Neo Maema, ukija Oura, hata Mpanzu, wachezaji wote hao wana ubora na ubunifu wa kutengeneza nafasi. Maana yake nini? Kwa mfumo wa Simba kwa sasa hivi ni mchezaji ambaye anaweza akafunga na akatupatia magoli. Lakini sofa hatari inakuja pale timu yetu inapobadilisha mfumo. Ama timu yetu pale tutapozidiwa, pale tutapokutana na Al Ahly ama tutakutana na Wydad, tutakutana na timu yenye quality kubwa, tukazidiwa katikati, huyu mchezaji unaweza kuona hana faida. Kwa sababu kashazoea kutengenezewa zaidi mpira. Hawezi kushuka huko juu kuja kushirikiana na viungo kwenye kutengeneza nafasi. Vile vile unaweza kuona mchezaji hana uwezo wa kushuka wide na kulia na kushoto kuchukua mipira. Na vile vile hana uwezo wa kudribble mbali mrefu. Manake nini? Ni mchezaji huyu kwa sasa hivi tutamfurahia kwa sababu kuna creativity wengi, anaweza kutupatia magoli. Lakini endapo hawa wachezaji wetu viungo wakaondoka ama endapo tutapozidiwa, ndio utakuja kuona mchezaji kwamba ni kiwango chake ni kidogo. Na vile vile kama nilivyokuambia awali, ana magoli 17, ana assist 6. Kwa kama mshambuliaji ni namba ambayo ni nzuri, lakini sasa bado ana kazi ya kututhibitishia kwamba ni forward wa namna gani, kwa sababu unapozungumzia ni mchezaji ambaye hana experience player. Ametoka ligi kuu ya Mali. Unapoizungumzia ligi kuu ya Mali na ligi yetu ya NBC Premier League, bado ligi yetu ni bora ukilinganisha ligi ya Mali. Na ukiangalia kama sisi timu yangu ina malengo makubwa ya CAF Champions League. Ni ligi ngumu kweli kweli ukilinganisha na ligi ya wapi? Ya Mali. Kwa hiyo nataka kusema nini? Huyu mchezaji bado ni mchezaji ambaye kama nilivyokuambia awali ni underground. Anabidi atuonyeshe ubora wake, zile namba ambazo alizofanya kwenye klabu yake ya ligi kuu ya Orange ya Mali, haonyeshi ile namba kwenye NBC Premier League. Unadhani mchezo wa kwanza unatosha kumpima mchezaji kwamba ni bora na usio bora kutokana na mashindano yenyewe? Kama mshambuliaji ile nafasi ilifaa kuwa goli. Unaweza kuona kama mshambuliaji professional ambaye tumekusajili, ile nafasi ambayo ilikosa ni nafasi dhaifu kweli kweli. Sababu ilikopo yani kivivyote ile ilitakiwa ile goli. Forward yote ambao kumwambia kuna mtu kakosa hapa anaweza akashangaa. Sio mimi tu, hata Medi Kagere alisikitika ile nafasi ambayo alikosa. Hauwezi kusema kwamba amefeli kwa kukosa ile nafasi, kwa sababu unaweza ukaona kwamba ndo nafasi ya mechi ya kwanza dakika alizoingia. Bado ni mshambuliaji ambaye unaweza ukampa nafasi akatuonyesha kitu, lakini so far huwezi kusema kwamba kafeli kwenye mechi moja. Bado tumpatie muda, lakini tukumbuke kwamba huyu mchezaji hana experience player. Ni mchezaji ambaye unaweza kusema katoka katika ligi ya Mali. So far bado ana kazi kubwa kutuaminisha yeye ni forward wa namna gani. Ushindani wa ligi yetu kwa sasa, unadhani Simba inahitaji wachezaji kama wenye aina ile ya Ibrahim Dumbia kwa namna ambavyo anacheza? Ibrahim Dumbia mimi siwezi kuambia kwamba ni forward mbovu. Kwa nini? Namba zake bado zinaongea kwamba magoli 17, assist 6. Ligi kuu ya Mali. So far namba bado kama mshambuliaji
hiyo ni namba bora, namba nzuri. Lakini sasa unapoizungumzia ligi kuu ya Mali na ligi kuu ya NBC Premier League, vitu viwili tofauti. Bado ligi yetu ni bora ukilinganisha ligi ya Mali. Na ndio maana nakwambia huyu ana kazi kubwa ya kutuaminisha kwamba bado ni forward bora. Unaweza kumuona vile vile kwenye creativity, huyu ni namba 9 pase ambaye anaweza akafanyaje? Akasimama akafungwa. Kama nilivyokuambia mwanzo kwamba kwenye utengenezaji wa nafasi hana ubora huo. Hawezi kuwatengenezea wenzake nafasi, lakini ana ubora wa kufunga. Ni mfungaji mzuri. Endapo pale atapata huduma nzuri wa viungo. Unavyoona viungo, tuna viungo bora. Ndio maana nakwambia bado ana kazi ya kutuaminisha. Ile namba aliyoweka ligi kuu ya Mali atuonyeshie kwenye NBC Premier League. Tarehe 12 ndio tarehe ambayo inasubiriwa kwa hamu sana, kwa sababu wanasoka wengi wanaamini ya kwamba kipimo sahihi cha Simba au Young Africans ni kukutana watani wenyewe. Unadhani kwa namna ambavyo anacheza Ibrahim anaweza kuamua mechi tarehe 12? Ibrahim Dombia kama nilivyokuambia awali, ndugu yangu, siwezi kuambia ni mchezaji mbaya. Ila kwa nafasi aliyokosa kama mshambuliaji ilistahili kuwa goli. Lakini bado huwezi kumhukumu mtu kwenye mechi moja. Amesajiliwa kwa namba zake bado zinaruhusu kwamba zinamfeva kwa aina moja au nyingine. Lakini pamoja na ligi aliyotoka, hebu tusubiri tumuone katika mechi nyingine ambazo anazocheza. Lakini brother, hebu tuweni wa kweli, unapozungumzia kwenye timu Simba na Yanga, mshambuliaji unapokosa nafasi kama zile, watu watakutetea kwa aina moja au nyingine. Lakini unapokosa mara 5 mara 6, lazima kuna doubt ambao watakaoiweka. Simba ni timu kubwa, almost hata Yanga timu kubwa. Hawana muda wa kukupatia wewe mchezaji uende kujipata. Umeletwa katika timu kubwa, onyesha ubora wako. Namna moja ama nyingine tumeona kama Young Africans wamewapiku hususan kwenye usajili huu ambao wameufanya kwenye mawata player, wanaita mawata player, wachezaji watatu wa kigeni. Ukiangalia takwimu zao zimekuwa bora sana, especially wa kumuita Toure, Ibrahima Toure, raia wa Senegal, Sheikh Ibrahima Toure, raia wa Senegal, lakini pia ana asili ya Ufaransa. Takwimu zake ni tishio sana pacha Simba. Goli 20, assist 5, mechi 33. Pengine kwa upande wako mchezaji kama mwenye aina ya Toure anakuogopesha kwa namna gani kutokana na namna ambavyo falsafa Steve Barker ilivyo kwa sasa? Mimi kwanza nimestuka kwenye ile usajili wa Yanga waliofanya. Ni usajili bora kabisa. Unaweza kuona wachezaji kama wale tulizoea kuona Arabuni ama tulizoea kuona Ulaya. So far kwa watu wengi wanaweza kambeza huyu mwamba Sheikh Ibrahim Toure wakwambia na ndevu nyingi. Lakini so far ni mchezaji bora kwangu mimi. Unaweza kuona ni Msenegali analoia pacha wa Ufaransa. Huyu ni mchezaji kwa watu wengi wasemjua. Huyu bwana amezaliwa mwaka 1996. Huyu ni forward ambaye ana ubora kama ule ambao alikuwa nao Fiston Kalala Mayele. Japo namba zinaweza zikaongea baadaye. Huyu unaweza kumuona anaweza akacheza wide, akacheza kushoto kulia, na vile vile ni creativity, anaweza kuwatengenezea wenzake nafasi. Vile vile mshambuliaji anatumia miguu yote miwili. Unaweza kuona anapiga mguu wa kulia, anapiga mguu wa kushoto, vile vile ana nguvu. Anatumia nguvu zake vizuri. Huyu ni mshambuliaji vile vile unaweza kuona hana uwezo mkubwa sana wa kuwachezesha viungo. Endapo timu itapozidiwa, anaweza kuja nyuma, akachukua mpira, akapenyeza mbele. Unaweza kuona alipotoka wapi, katoka Ufaransa, kacheza kwenye academy, unaona makuzi yake yote. Amekulia Ufaransa, amelelewa Ufaransa mpaka mbeza kwamba ligi ambayo ametokea Saudi Arabia, ligi la pili, hawezi kuja kukompiti zaidi kwenye ligi ya NBC. Unapoizungumzia Saudi Arabia, tukubali kwamba kuna watu wanasema ametoka ligi namba 2, si ndio? So yani kwamba wanasema division 2. So far mimi nawaelewa, lakini unaambiwa mfungaji bora ama mchezaji bora wa ligi Saudi Arabia huwezi kufanisha na washambuliaji tu hapa. Kwa nini? Wenzetu wao wanaweza kuangalia kutoka kwenye academy kama huyu mwamba Sheikh kutoka Ufaransa. So far kwangu mimi namuona ni mshambuliaji bora. Ukiangalia hata namba zake bado zinaongea. Kwenye misimu miwili mfululizo anafunga magoli 20+. So far ni mshambuliaji bora kabisa. Na mimi namsubiri kumuona kwenye mechi ambazo atazocheza atatoa kitu gani cha ziada. Lakini kwenye namba ni mshambuliaji ambaye mashabiki wengi ataenda kuwajibu kwa vitendo. Yanga ni kama wanawatetemesha Simba, wamewaambia tunatambulisha water player namba 6. Namba 6 imeganda pale pale. Watu wanajiuliza ni nani huyu? Huko akitajwa Alphonse Mabula. Kirokea amekuja Alphonse ndani ya Young Africans. Kitu gani ambacho nadhani Young Africans watakuwa bora na sehemu gani nadhani wataluzi kutokana na uchezaji wa Mabula, lakini pia kiwango cha Young Africans? Kwanza mimi nipongeze safari management ya Yanga kwa hicho alichokifanya.
kwa sababu unaweza kuona usajili wao wameufanya kwa kificho sana. Hawa wachambuzi 90% wamekosea kujua tetesi za usajili. So far anasema mwengi, kuna wengine wanasema kwamba anakuja Almos Mabula, huyu Alphonse Mabula, kuna wengine wanasema anakuja yule Akaminko, japo kuna wengine mimi nimepokea DM, kuna mtu ameni DM kanambia yule Faisal Salum anaenda ndani ya Yanga. Faisal Salum anaenda ndani ya Yanga. Hii ni tetesi za chini chini. Kama endapo Yanga watafanikiwa kumsajili huyu Faisal Salum Feitoto ndani ya klabu yao, so far atakuwa milamba dume, japo hakuna ukweli huo, lakini ni tetesi. Kama endapo Yanga watafanikiwa kumsajili Faisal Salum Feitoto, wataenda kulamba dume. Kwa nini? Kwa nini? Unapomwangalia Faisal Salum Feitoto, huyu ni mchezaji baadhi ya watu wengi hawamjui. Wanamsifia kwamba kwenye attack midfielder. So far nawaelewa. Ni mchezaji ambaye unaweza kuona ana jicho la pasi, anapiga pasi vizuri, anapiga mashuti, ni creativity mzuri. Heshima yake ameipata kwenye attack midfielder. Lakini huyu Faisal anaweza kucheza vizuri kwenye defense, kwenye box to box midfielder. Kwa nini? Katika wachezaji wa ligi kuu ya NBC Premier League, wachezaji watatu bora wa kucheza box to box, wa kwanza ni Mudathir Yahya Bass ambaye anaongoza kwenye box to box midfielder. Anayefuatia ni Haridi Aucho. Anayefuatia ni Faisal Salum Feitoto. Huyu wengi wanakuambia ni attack midfielder, naelewa na namba zake zinaongea, lakini kwenye box to box huyu ni mchezaji bora. Endapo Yanga watafanikiwa kumchukua huyu mwamba kwenye kuwasaidia kwenye namba 6 ya box to box midfielder, watakuwa milamba dume. Ni mchezaji bora kabisa. Kabisa, huu ni uvumi ambao mimi kuna mtu ambaye naheshimiana naye ameni DM kanambia kwamba huyu Faisal tayari ameshasajiliwa ndani ya Yanga, bado utambulisho. Kama kweli Yanga watakuwa ndo namba 6 ambao wanaoizungumza kwamba ni huyu mwamba, watakuwa milamba dume. Pacha anaambiwa thamani yake ni kubwa sana na vilabu vya Bongo hakuna ambaye anaweza kumlipa Faisal Salum. Unaambiwa kuna watu walipelekwa ofa bilioni 10, lakini Azam FC wamekataa. Nadhani Young Africans wanaweza kuenda na kumchukua Faisal Salum. Hebu tuweni wa kweli, kwenye ukweli tuongee ukweli. Hawa wachezaji ambao waliosajiliwa na Yanga, unaweza kumuona yule Toure Shah, unaweza kumuona huyu MVP most valuable player yule anaitwa Kangwanda. Yule ni mchezaji ambao